Kwa hiyo clip yako ya kwanza ulishutia Coco Beach? Ndio, nilishutia Coco Beach, na hiyo kushuti Coco Beach nilichukua msemo wa maufundi, kwa hiyo nikashuti ile clip, lakini yeye alishuti akiwa akatoa sauti, mimi nikashuti nikiwa siko kwenye sauti, nimeshuti kama siko kwenye sauti. Yeye alishuti ilikuwa content ya kama bubu yani. Yaani mimi nilifanya kama bubu, lakini yeye aliongea. Ni msemo fulani aliongea, Konda, naomba chenchi yangu. Daktari kanambia nisiwe na mawazo. Kuna mimi pale nikawa niko chini pale, nikaanguka chini pale. Kwanza nilikuwa nimesimama nikashika tumbo kwamba yani nimeiga kama alivyofanya, lakini nimefanya kama mgonjwa vile. Kwa hiyo ile clip nikashuti, lakini kwamba nimevutiwa sana na maufundi, na ndio maana napenda sana kufuatilia vitu vyake, na napenda sana popote alipo bwana kufanya kazi na mimi maufundi. Popote alipo maufundi unapenda kufanya kazi naye, maana ikitokea fursa yoyote ya wewe kuonana na maufundi, basi angalau mfanye kazi yoyote tu, hata moja mbili. Hata moja mbili tatu nitapenda sana na nitafurahi sana. Nadhani naweza nikafika mbali sana kama alipofika yeye, kwa sababu wengi sana niliwacheki, wengi sana niliwacheki kutaka kufanya kazi nao, lakini bado hawakunipa moyo. Akiwemo bwana mmoja anaitwa Kawanga, nilimcheki hata sasa hivi nikimpigia anapokea simu zangu, lakini alichoniambia ni kwamba yani hakiko kwenye utaratibu, kwa ndio maana nikaamua kuachana naye. Kwa hiyo mimi napenda popote alipo maufundi bwana, yani support, hata kama kwa clip 2 3 naweza nikafika pale mbele na mimi, na nitashukuru zaidi. Hauoni kama ni labda ni mapema sana kutamani kufanya kazi na watu ambao washatoka kitambo? Labda ni mapema, lakini pia mimi nakimbilia ndoto zangu. Sawa. Unataka kufika haraka? Nataka kufika haraka, nakimbilia ndoto zangu, kwa sababu siwezi jua nikimcheki baada ya miaka 2 kiwango chake alipokuwa, kwenda kawa asinikubalie zaidi. Kwa hiyo huenda kawa namtafuta sasa hivi, kwa sababu mwaka unaokuja pengine huenda kawa yuko juu zaidi, kashahama kwenye contact ambazo anazifanya sasa hivi, na mimi nataka kufanya naye sasa hivi. Katika kuanza kwako kwa comedy, ni changamoto gani uliwahi kukutana nayo ikakukatisha tamaa? Bwana, changamoto ni nyingi sana. Yaani moja ya changamoto ambazo nimekutana nazo ni pale ambapo nataka kufanya kitu kiende mbele lakini kinarudi nyuma. Na agana na wenzangu, labda bwana, leo Jumapili twende tukashuti sehemu fulani. Nafika location na wasubiri hawaji, nafanya contact ya peke yangu, naumiza kichwa kwamba nifanyeje, alafu niliandaa watu. Ni miongoni mwa kitu ambacho nilichokutana nacho. Cha pili ni pale ambapo namcheki msanii kwa ajili ya kufanya naye kazi, lakini majibu yanayonijibu ni tofauti na ninavyomcheki. Ulishawahi kukata tamaa kwamba kutokana na hizi changamoto, hebu kwanza sasa hivi nisimame kwanza kwenye uigizaji? Bwana, kuna wakati ulifikia nikakata tamaa kweli. Kwa sababu nafikiri kuna muda ulifikia kama wiki 2 sijaenda location. Kwa sababu mbona ninachokifanya baadhi ya mashabiki wengi wananisupport, lakini wengi wananisupport wananiambia hapo umekosea. Yaani kile nitakachokifanya nimekosea. Ila wengi wananiambia nimepatia. Kwa hiyo nikasema huu wakati ambao napoteza kwenda location, bora tu hata nitafute kazi ya kufanya kuliko kwenda location, kwa sababu watu wananivunja moyo. Lakini ikafikia wakati pia nikajifikiria mbele kwamba juhudi hukusanya kila kitu kilichokuwa chao. Kwa hiyo nikawa na shoot kila siku, baadhi watu wananipa moyo, tengeneza contact, fanya hivi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, kwa hiyo nafanya hivyo vitu, lakini sikati tamaa tena, kwa sababu mengi sana nayapitia na nitaendelea kuyapitia sana. Ushakata tamaa, lakini sasa hivi usharudi kwenye njia na umeona basi tupigane, lolote linaweza ikatokea mbeleni. Sasa hivi naona kweli comedy ndio ndoto zangu kwa chochote kitu ile, lakini comedy ndio ndoto zangu. Sawa, unajiona wapi katika miaka 3 mbele? Bwana, kwa ninavyopambana najiona baada ya miaka 2 mbele, na mimi kama sijakuwa kama wao, lakini niko kwenye nusu yao, kwa sababu kwa sasa hivi siko kwenye nusu, wala niko kwenye ile theluthi, hata robo sijafika. Ndio maana nataka support sana za watu wenzangu ambao wamefanikiwa, ili wanionyeshe njia. Labda kuna project ambazo tayari ushazishuti bado zinasubiri tu kuwafikia mashabiki wako? Kuna vitu ambavyo, kuna movie ambayo naitengeneza. Inaitwaje? Hiyo inaitwa Mzee wa Mikasa. Yaani hiyo ndani yake ni movie
Alafu ndani yake vile vile ni comedy na ukomedi ndani kama unavyoona meme kwa ilivyo. Ndani yake ni yani ni movie lakini ni comedy. Kwa hiyo unaiandaa huende kawa mpaka mwezi ujao hivi naweza nikaiposti. Mashabiki zangu wakaangalia kazi ambayo unaifanya. Wewe unawaambiaje mashabiki wakae tayari kusubiria Mzee wa Mikasa? Mashabiki wakae tayari kusubiri Mzee wa Mikasa, lakini kikubwa zaidi ambacho nawaambia kwa wakati huu ambao mambo hayaja, Mzee wa Mikasa bado sijaiachia kwa wakati huu, ningeomba sana mashabiki wapitie peji zangu kuni support sana kwa hali ya juu, kijana mwenzia ambao napambana kwenye sanaa. Niliomba sana wanisapoti sana 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 sana, lakini ningeomba sana wasubiri vitu vizuri na vizuri. Waendelee kufuatilia Instagram, TikTok, waendelee kumfuatilia Mtanga Poli ama unaambia? Waendelee bwana kufuatilia. Ukiandika tu Mtanga Poli utaona vitu vyangu, comment, follow, like. Pia mdogo na pia hivyo sana usifollow tu na ucomment tu. Unaweza pia ukatutafuta pia kwa ajili ya matangazo pia, maduka yako si biashara gani, pia unaweza kutafuta katika hilo. Kwa wakati huu ambao ni makomedi ambao tunajitafuta. Hatuna mbambamba. Yaani tutafanya. Kwa wakati huu ambao sisi tunajitafuta. Tutafuta kwenye biashara tutafanya. Kuna msemo wanasema kazini chizi, nyumbani baba. Wewe ukiwa nyumbani bado unakuwa mchekeshaji au ukiwa nyumbani ukauzu mwingi? Nikiwa nyumbani sicheki na wowote. Ukiwa nyumbani sura ya baba nyumbani. Sura ya baba nikiwa nyumbani sicheki na wote. Na ulinda wangu moyo nikiwa nyumbani pale. Kwa sababu sio kila kitu, yani comedy ulete hadi nyumbani kwa sababu familia nini, mke, watoto nini kama hivyo ni changamoto. Kwa hiyo nikiwa nyumbani na kuwa kwenye mazingira ya nyumbani, lakini nikiwa location pia klipu nyingi sana unaona na tayari hata kuvua shati, bwana kushuti hata kutembea na boxer na kazi nao hiyo iko hivyo. Kwa hiyo nikiwa nyumbani hapana sio chizi, lakini nikiwa kwenye comedy ni chizi. Kuna kijana ambaye yeye labda yupo na yeye anafuatilia kazi za makomedian wengine, labda anakufuatilia na wewe, na yeye labda ndoto zake siku moja aje awe kuwa comedian kama wewe labda au kama wengine, ni kitu gani unamshauri kijana huyo? Kitu ambacho namshauri mimi namshauri vitu vingi sana, lakini kimoja miongoni mwao ni kwamba atengeneze maudhui, content nzuri, na hata kama sio nzuri sana ila ajitahidi kila siku, kila baada ya wiki kushuti, kuachia. Ipo siku moja tu mashabiki watakubali kazi zako unazozifanya. Kwa hiyo nampa support hiyo kwamba asife moyo, maneno ya watu hayavunji mifupa hata siku moja. Aweze kupambana kama unavyopambana na wewe. Apambane kama ninavyopambana naye, kwa sababu kila makomedia wengi sana historia zao ambao nimewatafuta kwa ajili kufanya kazi nao, historia zao ni ndefu sana. Hasa tukizungumzia historia za Kawanga ambao namzungumzia sana kwa sababu ni jamaa yangu ambao nampigia simu sana na amenipa mitihani sana ya kutaka kufanya kazi na yeye, lakini mwisho wa siku ile mitihani kama nimeishindwa. Mitihani mingi amenipa, lakini kama naona kama nimeishindwa, kwa sababu miongoni mwa mitihani alionipa mmoja wapo amenipa kwamba nitengeneze content, uwe na content kali niweze kufanya kazi na yeye. Na wewe ulitaka yeye ndo atengeneze content afanye kazi na wewe, ndio? Sikukataa, nikamwambia sawa, ngoja nitengeneze. Nikatengeneza content, nilivyotengeneza content nikampostia. Akaniambia ilikuwa ni saa 2, akaniambia saa 2 asubuhi, nilimcheki WhatsApp nikamwambia mzee, mbona hujibu message zangu? Akaniambia kitu ambacho nakwambia mimi nakupa kama faida yako baadaye. Tengeneza content za kwako uposti kwenye akaunti yako. Kwa sababu mimi tukitengeneza content moja hiyo ita trend. Baadaye wewe mashabiki utawaambiaje? Tengeneza content ya kwako. Mimi hapa na haso napambana kama mwenyewe. Kwa hiyo tengeneza content ya kwako. Manake yeye anakutengeneza wewe kwa faida yako, lakini sio kama anakuonea. Nilikuwa kwenye makasiriko kwamba huyu bwana ananitengenezea kwa sababu yeye kashafika mbele, labda ndio ananitengenezea mazingira mimi ya kukata tamaa. Lakini baadaye pia nikapata ushauri pia na watu, na pia mwenyewe nikajishauri kwamba
Huyu bwana anakuambia hivi kwa sababu tengeneza cha kwako. Ipo siku moja unavyovitengeneza watakikubali kimoja, kwa hiyo watakufuata wewe kama wewe. Sio kwamba utengeneze content kupitia yeye, yani upate maarufu kupitia mtu. Wamesema hiyo never, haiwezekani. Utapata labda followers kupitia yeye, mwisho wa siku hauwapi kile ambacho wao wanastahili. Manake ni vyema wewe kupambana mwenyewe kufika sehemu ambayo watu wataona kweli unastahili kufika kuliko yeye anavokubeba bila wewe kufika sehemu ambayo yeye atakupeleka. Bana, ni sahihi kabisa, kwa sababu nadhani hata sasa hivi msanii wa labda wa music akafanya ngoma leo na Diamond itaenda mjini, lakini kesho yake akifanya mwenyewe itakuwaje? Kwa hiyo mimi ninavyofanya contact na yeye leo itaenda mjini, ila kesho itakuwaje? Watu watanisupport kwamba akafanya kazi na Kawangwa, mtu maarufu, lakini kesho yangu nitakapokuwa nafanya peke yangu itakuwaje? Ibidi kwamba nifanye kazi mimi mwenyewe, kwamba huenda kazi yangu itaenda mjini, sawa, watu wataanza kunifuatilia mimi kama mimi, sio kwamba kumfuatilia nani nini. Ina maana akaunti yangu na kusudia kuikuza mimi kama mimi. Kwa hiyo kwa sasa ambao mtu ambao nahitaji kwa followers niliokuwa nayo, nahitaji mtu ambao kwamba tufanye contact 3, 4, 5 ni maufundi, ndio mtu ambaye mimi nahitaji kufanya naye kazi popote alipo, yani maufundi, kwa sababu hata ule uongeaji wake, uchekeshaji wake, yani pia idea yake, yani napenda sana, yani ule uchekeshaji wake ni mtu ambao wa kwanza napenda sana kufanya naye kazi. Basi niseme shukrani bwana Mtanga Poli kwa yeyote ambaye itampendeza aweze kufika pale mjini Instagram, TikTok na YouTube kuweza kufuatilia kazi za ndugu yetu Mtanga Poli. Ukisearch tu Mtanga Poli basi unaweza kukutana na content zake, ukacheka, ukavibe na ukapata na ujumbe kama anavyosema yeye ni mtu wa misemo. Bwana, hii ni Msami TV na Vibe la Mtaa imefika mitaa hii. Shout out kwako, tunakushukuru. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment, kwani comment yako ndio inatufanya sisi tuendelee kupambana.